Bwana Yesu asifiwe. Jina langu naitwa Mrs. Lucy Kalongoti na nipo hapa leo kuongea na wewe kwa habari ya uwepo wa Mungu. Tunapoanza huu mwaka 2026, hebu tamani uwepo wa Mungu ukuzunguke. Tamani uwepo wa Mungu uwe pamoja na wewe popote unapokwenda. Naposema uwepo wa Mungu namaanisha kwamba Mungu anakuwa pamoja na wewe kila mahali. Unapokuwa kazini, Mungu anakuwa na wewe. Unapokuwa kwenye biashara zako, Mungu anakuwa na wewe. Unapokuwa darasani, Mungu anakuwa na wewe. Unapokuwa kwenye movement zako, Mungu anakuwa pamoja na wewe. Na uwepo wa Mungu unapokuzunguka, hata ukikutana na changamoto yoyote huko barabarani, kuna namna Mungu atakulinda na kukuepusha naye, kwa sababu uwepo wake umekuzunguka. Uwepo wake ukikuzunguka, popote unapokwenda utafanyika kuwa baraka. Naomba tumwangalie Musa katika kitabu cha Kutoka sura ya 33 mstari wa 14 na 15. Neno la Mungu nasema, akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Musa akamwambia Mungu, uso wako usipokwenda pamoja nami, usichukue kutoka hapa. Musa alikuwa anaongoza wana wa Israeli na alikuwa anamhitaji Mungu sana katika kuongoza wana wa Israeli. Akamwambia Mungu, bila wewe kwenda na sisi, sitaweza kuongoza hawa watu kwenda popote, kwa sababu Mungu alimchagua Musa awaongoze wana wa Israeli kwenda katika ile nchi ya ahadi. Akamwambia Mungu, ninakuhitaji. Usipoenda pamoja nasi, ni heri tukabaki hapa. Musa alitambua umuhimu wa uwepo wa Mungu, na ndio maana akamwambia Mungu, uso wako usipokwenda pamoja nasi, basi usichukue kutoka hapa. Musa alitambua umuhimu wa uwepo wa Mungu, na Mungu akamhakikishia, uso wangu utakwenda pamoja nawe. Kwa hiyo mwaka huu 2026, hebu tamani kutembea na Mungu kila mahali. Itakusaidia vitu vingi sana. Nakumbuka habari za Daudi, ukisoma katika Samueli wa pili, katika habari za Daudi, Daudi alikuwa akitaka kwenda kupigana vita, lazima apige magoti amuombe Mungu. Lazima amwambie Mungu, je, nitakapokwenda kwenye hii vita nitashinda? Hainui mguu wake wala hachukui jeshi lake kwenda kupigana pasipo kumuuliza Mungu kwanza. Alikuwa anahitaji nini? Alikuwa anahitaji uwepo wa Mungu. Alikuwa anataka Mungu aende naye katika ile vita, kwa sababu alijua kabisa katika ile vita hawezi kupigana mwenyewe. Atakapokwenda mwenyewe atapigwa. Kwa hiyo alikuwa anamuuliza Mungu mara kadhaa. Anamwambia Mungu, niende, na nitakapoenda, je, nitashinda? Mungu alikuwa mara nyingi anamhakikishia kwamba nenda, na utapokwenda utashinda. Samueli wa pili sura ya 5 mstari wa 19. Hapa neno la Mungu nasema, basi Daudi akauliza kwa Bwana akisema, je, nipande juu ya Wafilisti? Utawatia mkononi mwangu? Naye Bwana akamwambia Daudi, panda, kwa kuwa hakika nitawatia Wafilisti mkononi mwako. Tunaona jinsi Daudi alivyotambua umuhimu wa uwepo wa Mungu. Alitamani Mungu aende naye. Kwa hiyo hata na sisi kwenye maisha yetu huu mwaka 2026, hebu tutamani uwepo wa Mungu tuzingire katika maisha yetu. Maombi yetu makubwa, tuombe kwamba uwepo wa Mungu utuzunguke katika familia zetu. Uwepo wa Mungu utuzunguke katika kazi zetu. Uwepo wa Mungu uzunguke ndoa zetu, ili ya kwamba ndoa zetu ziwe salama, familia zetu ziwe salama, nyumba zetu ziwe salama ndani ya uwepo wa Mungu. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Amen.